Mpaka hivi sasa YouTube ndio mtandao pekee unaweza kukupa fedha kupitia maudhui yako unaweka mtandaoni bila kona. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi hawafahamu namna gani YouTube inafanya kazi. Sasa kupitia uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 8 kutengeneza maudhui pamoja na kusaidia watu wengine, nimekuandalia kitabu ambacho kina mbinu zangu za siri, mbinu ambazo nimezijaribu katika mazingira halisi mara kwa mara na zimefanya kazi kwa watu wengi. Na kitabu hiki utakipata kwa shilingi 5,000 badala ya shilingi 10,000. Na sitakuacha hivi, nitakupa mentorship ya miezi 2 yenye thamani ya shilingi 100,000 bure kabisa endapo utanunua kitabu hiki ndani ya wiki hii. Ili kupata bidhaa hizi mbili zenye thamani ya shilingi 110,000 kwa shilingi 5,000 tu, nitumie ujumbe kupitia WhatsApp kwa kuandika neno kitabu kupitia simu namba 0765535982. Kumbuka ofa hii ni kwa wiki hii moja tu. Hivi ulishawahi kusikia habari za mji huu ulio chini ya ardhi ambao unaweza kuhifadhi watu zaidi ya 20,000? Mji huu ambao ndani yake unaweza kuweka vyakula na kila hitaji muhimu. Yaani ukiutazama mji huu huwezi kuamini kabisa kama upo chini ya ardhi. Najua hivi sasa unaweza kuwa na maswali mengi sana, na kubwa zaidi ni kutaka kujua mji huu uko wapi, nani uliujenga na ulijengwa kwa sababu gani, na je, ni watu gani hasa walikuwa wakiishi katika mji huu? Majibu ya maswali haya utayapata katika makala hii iliyoandikwa na Dennis Jensen. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Okay, kabla hatujaendelea, asilimia kubwa ya watu mnaotazama video za Bongo Faster bado hamjabonyeza kitufe cha subscribe. Tafadhali, fanya jambo la kiungwana. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake ili ujiunge na timu ya watu wanaojielewa hivi sasa. Okay, wacha tuendelee. Mji huu unapatikana huko Derinkuyu katika mkoa wa Neshir katika eneo la Kopadoan nchini Uturuki. Kama nilivyokueleza hapo awali, kwa mji huu una uwezo wa kuhifadhi watu 20,000 ambao watakaa vizuri kabisa pasipo hata kubanana. Inaelezwa kuwa mji huu una kina cha takriban mita 85 ambayo ni sawa na futi 280 kwenda chini. Pia inadaiwa kuna vyumba vingi sana kwa ajili ya makazi ya watu na familia zao, lakini mpaka hivi sasa idadi kamili ya vyumba ambavyo vinapatikana katika mji huu bado haijajulikana, na hii ni kutokana na kwamba serikali ya Uturuki hairuhusu watu kuingia na kutembelea katika vyumba vyote katika makazi hayo. Inaelezwa kuwa ndani ya mji huu kuna sehemu maalum ya kuhifadhia mifugo mbalimbali, sehemu ya kuhifadhia chakula pamoja na kanisa, sehemu kwa ajili ya starehe, bila ya kusahau sehemu maalum ya kuingizia hewa pamoja na kutoa hewa na kuingiza mwanga katika mji huo uliopo chini ya ardhi. Juu ya mji huu kuna matobo yametengenezwa kama visima, na matobo haya yamechimbwa kwa umbali ya mita 55. Kazi kubwa ya matobo hayo ni kuingiza na kutoa hewa pamoja na yale yanayoingiza mwanga. Jambo la kuvutia zaidi ni kuwa matobo haya yana mifuniko yake, yaani wakiamua wanayafunga. Pia kuna mfereji maalum ambao unatoka juu na kuingiza maji mpaka chini ya mji. Jambo lingine la kuvutia zaidi ni kuwa kila ghorofa ina mlango wake maalum ambao ni wa mviringo, na mlango huu hufungwa endapo kutatokea hatari yoyote ile. Pia kuna mahandaki ya siri kwa ajili ya kujificha endapo maadui wataingia ndani ya mji huo. Pia wachunguzi walibaini kuwa kuna sehemu ilikuwa kwa ajili ya duka pamoja na kuhifadhi chakula, mpaka shule za kidini pamoja na ngazi zilizokaa wima kwa ajili ya kushuka na kupanda kwenda ghorofa nyingine. Kwa mujibu wa ripoti maalum iliyotolewa, inaelezwa kuwa huu ndio mji mkubwa zaidi ulimwenguni ulio chini ya ardhi. Okay, wacha turudi katika swali la msingi. Je, mji huu ulijengwa na nani na watu gani walikuwa wakiishi katika mji huu? Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa mji huu ulijengwa katika karne ya 8 mpaka karne ya 7 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo na watu walioitwa Phrygians, watu wa zamani ambao hapo awali walikuwa wakiishi katika maeneo ya bara la Ulaya wakizungumza lugha ya Indo-Europe, na baadaye jamii kubwa ya watu hawa ikahamia katika eneo la Anatolia ya kati, upande wa magharibi mwa eneo hilo ambayo ndio Uturuki ya sasa, na eneo hili lilijengwa na ufalme wao kwa ajili ya kujilinda wakati wa vita. Baada ya miaka mingi sana kupita, mji huu ulikuja kuboreshwa kwa kiasi fulani katika enzi za Byzantine. Neno hili linamaanisha himaya ya Roma ya Mashariki, ambayo pia ilijulikana kwa jina hilo la Byzantine. Inaelezwa kuwa watu wa Roma waliuboresha mji huu kwa ajili ya kuhifadhi watu wao wakati wa vita dhidi ya wavamizi wa Waislamu wa Kiarabu waliokuwa chini ya utawala wa himaya Ottoman. Hapo baadaye himaya ya Byzantine ilikuja kuangushwa na himaya Ottoman mnamo mwaka 1453.
Mji huu ukaendelea kutumiwa na wenyeji wa Kaisaria ambao ni Wakristo waliokuwa wanajificha katika eneo hilo ili kujilinda na uhamishaji wa lazima wa kiongozi Timur, ambaye alianzisha himaya yake ya Timuridi huko katika maeneo ya Afghanistan, Iran pamoja na Asia ya Kati ya sasa. Kiongozi huyu alianzisha kampeni yake iliyoitwa Timurid Renaissance, kampeni iliyohusisha kuwateka watu na kuwapeleka katika himaya yake. Moja ya kisa maarufu zaidi ni kuhusu afisa wa kiongozi huyu ambaye alitumwa kuwawinda wenyeji wa Kaisaria ambao ni Wakristo ambao walikuwa wamekimbilia katika makazi yao ya chini ya ardhi, hivyo akataka kuingia katika mji huu. Inaelezwa kuwa hakufanikisha kazi hiyo, kwani aliuawa kwa kupigwa mshale ambao ulipita kwenye shimo dogo sana kutoka katika moja ya milango. Inaelezwa kuwa ilipofika karne ya 20, mji huu ulikuwa unatumiwa na Wagiriki pamoja na Waarmenia. Inadaiwa kuwa watu hawa ndo walioboresha zaidi mji huu. Pia walijenga majengo mengi sana katika eneo la Kappadokian, eneo lililopo huko nchini Uturuki ya leo. Na katika majengo hayo walijenga makanisa, nyumba kwa ajili ya makazi. Pia walitengeneza mapango maalum kwa ajili ya kuwazikia ndugu zao, na inaelezwa kuwa walikaa katika eneo hili kwa miaka mingi sana. Nao pia waliutumia mji huu wa chini ya ardhi kwa ajili ya kujificha pindi walipokuwa wanavamiwa na Waislamu. Lakini ilipofika tarehe 1 mwezi Mei mwaka 1923, Wagiriki waliokuwa wakiishi katika eneo hilo walifukuzwa na kurudishwa kwao Ugiriki, na hii ni kutokana na makubaliano ambayo serikali ya nchi hizi mbili waliingia juu ya kubadilishana wananchi, yaani wananchi wa Uturuki waliokuwa wakiishi Ugiriki walirudishwa Uturuki na wale wa Ugiriki vivyo hivyo wakarudishwa kwao Ugiriki. Baada ya hapo mji huu ukawa hautumiki tena mpaka pale ilipofika mwaka 1963 ambapo serikali ya Uturuki ilipofanyia ukarabati, na mnamo mwaka 1969 baadhi ya watalii waliruhusiwa kwenda kuutazama mji huu wa kihistoria wenye mambo mengi sana ya kushangaza ndani yake. Unaweza kujiuliza, je, waliwezaje kujenga mji huu mkubwa tena chini ya ardhi? Baadhi ya wataalamu waliopita katika eneo hilo na wakachunguza katika maeneo ya Kappadokian wamedai kuwa kuna miamba milaini, lakini ni imara sana eneo hili. Pia lina asili ya ukame, hivyo kutokana na mambo hayo ilikuwa rahisi sana kwao kutengeneza mji huu. Na inaelezwa katika eneo hili kuna nyumba nyingi sana ambazo zimetengenezwa chini ya ardhi na nyingine zimetengenezwa kwa kukatwa miamba. Inaelezwa kuwa gharama za kwenda kuutazama mji huu ni dola za Kimarekani 16, ambayo ni makadirio ya shilingi 42,000 za Kitanzania. Huu ni mji wa kihistoria na inadaiwa kuwa matajiri wengi sana huenda kuutembelea. Asante kwa kutazama video hii. Napenda kukukumbusha kujiunga na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake, lakini pia usiache kuweka maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.